Kufikisha mbinguni Yesu Kristo. Maana kusoma Biblia nasema iko njia iliyoinuka nayo kwa saba machoni pancho kwenye mwisho wake njia ya mauti uzinzi unaofanya ulevi unaotina utakupeleka jehanamu. Mkubali Yesu umwone Mungu. Ndio maana anasema tuache baba yangu kwa njia ya mimi Yesu akiingia ndani yako atakupa uzima wa milele. Mwanaume Yesu akiingia ndani yako atabadilisha historia ya maisha yako. Hata kama umefunga nguvu za giza, hata kama mapepo yanakukamata, ukimkubali Yesu hayatakuwa na nguvu ndani ya maisha yako. Ili muone Mungu, lazima mkubali Yesu ufike mbinguni. Lazima mwanaume Yesu ingie ndani yako abadilishe maisha yako, abadilishe historia ya maisha yako. Kuna ninawachari lakini Yesu akiingia ndani yako atakupa uzima, atakupa afya, atakulinda, atakutunza. Shangilia Yesu. Yesu asifiwe. Unanisikiliza mama yangu, kakangu, huyu mwanaume kuingia ndani yako atabadilisha maisha yako, atabadilisha historia yako, atabadilisha sisi. Na wewe hauwezi kukubadilisha, anazo nguvu, aweza kukubadilisha. Hata kama ulikuwa ni mlevi, umenukia, huyu Yesu ingia ndani yako atabadilisha maisha yako. Hayatakuwa kama utakipita kama wachawi wanakuminya. Kuni Yesu ingia ndani yako atabadilisha maisha yako, atabadilisha historia yako. Bora mkubali Yesu jina leo, mkubali Yesu jina leo, mkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yawezekana teseka sabi muda mrefu, ni Yesu Kristo akiingia ndani yako ambaye ni njia ya kweli na uzima. Maisha yako yatabaki vile mara ya kwanza, lazima maisha yako yatabadilika. Zingine Yesu Kristo azalisha nibadilisha, nibadilisha. Sawe mama yangu, nawe kaka yangu, ninakushauri mpokee Yesu. Yesu na leo uyawe njia ya kweli na uzima kwenye maisha yako. Ili muone Yesu katika maisha yako, lazima mkubali. Ili muone Mungu kwenye maisha yako, lazima Yesu aingie ndani yako, ambaye ni simba wa kabila la Yuda, ambaye ni simba wa kabila la Yuda. Akiingia ndani yako hautabaki kama ulivyo. Lazima ufalme wa giza utakukimbia. Nataka nikwambie, hata kama ulifunga na nguvu za giza, ukimkubali Yesu atabadilisha historia ya maisha yako. Hata kama ulikuwa ni mlevi kupindukia, lakini Yesu akiingia ndani yako atakubadilisha, atakubadilisha. Mpokee Yesu ambaye ni njia. Hata wevi, hata uzinzi, hata zambi, hata nasa za kidunia, hata zambi, hata uzinzi, bado yangu inaniambia yaliyoshindikana kwa wanadamu, kwa Mungu yote yanawezekana. Yawezekana. Umeona
kuacha dhambi ni kazi. Yawezekana umeona kuacha ulevi ni kazi. Yawezekana unaona kuacha uzinzi ni kazi. Nataka nikwambie, chukua hatua, mkimbilie Yesu abadilishe maisha yako, akubadilishe, akuokoe. Huyu Yesu ni njia ya kweli na uzima. Ukimpokea jioni leo, hata kama ulikuwa na nini na wachawi wako watakaa chini, kwa sababu Yesu atakuwa ameingia ndani yako. Mfuni ikiniliwa ni Yesu amenibadilisha, ni Yesu amenibadilisha, sio mimi. Na mimi nilisikia injili wakinihubiria, nikasema huyu Yesu siwezi nikamwacha kwa sababu ameniokoa. Nataka nikushauri rafiki yangu, na ndio mkubali Yesu, mgeukie Yesu ili uwe salama, ili uwe salama, ili uwe salama. Bado tena naniambia, inasema angalia, Mungu asiakili kwa kuwa chochote hapa nacho mpo nicho atakachovuna. Hapa ndipo mimi atavuna uharibifu, hapa ndipo roho atavuna uzima wa milele, uzima wa milele. Ninakushauri panda katika roho. Huyu Yesu alipokuja duniani alikuja kubadilisha maisha yetu, alikuja ili mimi na wewe tupokee nuru ambaye ni Yesu. Alikuja kwa ajili yetu. Nimekuletea ujumbe ambao unasema Yesu Kristo ndiye njia ya kweli na uzima. Ukitaka muone Mungu kwenye maisha yako, ni lazima umkubali Yesu leo, mkubali Yesu leo, mkubali Yesu leo. Abadilishe maisha yako, abadilishe historia ya maisha yako. Hata kama ulikuwa na kiu ya dhambi, lakini Yesu akiingia ndani yako atakata kiu ya dhambi, atakata kiu ya ulevi, atakata kiu ya dhambi. Ili Yesu Kristo ambaye ni njia ya kweli, sio njia za ulevi, lakini sio njia za kweli, iko njia moja ambayo ni ya kweli, ambaye ni Yesu. Akiingia ndani yako atakubadilisha. Hata kama ulikuwa ni mlevi kupinduka, hata kama ulikuwa ni mzinzi kupita kiasi, lakini Yesu akiingia ndani yako atabadilisha maisha yako. Uzima wako hauko kwenye pesa, uzima wako hauko kwenye madai, uzima wako hauko kwenye ulevi, uzima wako hauko kwa waganga, uzima wako upo kwa Yesu peke yake, ambaye alishuka kwa juu mbinguni, akashuka akaja duniani kutafuta kile kitu kilichopotea, ambaye ni mimi na wewe. Mungu amenibadilisha. Baada wewe mpokee Yesu akubadilisha, mpokee Yesu abadilishe maisha yako. Nataka nikwambie, Yesu ni mambo yote ndani yote. Ukimpata Yesu umepata vyote. Hata kusumbukia na dhambi, hata kusumbukia na mambo ya dunia, hata kusumbukia na ulevi, msumbukie Yesu ambaye ana vyote, ambaye ana uzima wa milele. Yesu peke yake ana uzima wa milele. Ukimpokea Yesu, ukimwamini Yesu, utapata uzima wa milele. Ukimwamini Yesu, unakuwa salama. Kuna mwanamke ambaye katika Biblia Biblia inaniambia na mwanamke mmoja mwenye kutoka na damu wa miaka 12 alipopita katika makutano, akasema nikiagusa mavazi yake nitapona. Mara chemichemi ya damu yake itakauka, akafahamu ya kwamba mwilini mwake amepona msiba ule. Lakini nataka nikwambie, Yesu akifahamu nafsini mwake kwa mzima mtoka, akageuka akauliza makutano, nani aliyenigusa? Makutano akamwambia, wana wanafunzi wanakusonga wao wasema nani aliyenigusa? Lakini nataka nikwambie, yule mwanamke alipomgusa Yesu akapokea uzima. Lakini nataka nikwambie, weka imani kwa Yesu. Hata kama kuna swali ambayo inakutia
miujiza. Mpokee Yesu ili abadilishe maisha yako, ili mwisho wako uwe salama. Mpokee Yesu jina leo, mpokee Yesu jina leo, mpokee Yesu jina leo. Hata dhambi hizo unazozitenda, hata dhambi hizo unazozitenda, Mungu asiakili, maana chochote hapanacho moto ndicho atakachovuna. Panda lema ndugu yangu, hata kutenda mabaya, hata kufanya dhambi, utaenda njia ambayo sio sahihi. Iko njia moja ambayo ni Yesu. Mpokee Yesu jioni ya leo, akubadilishe. Kaka yangu akubadilishe, baba yangu akubadilishe, kijana mwenzangu akubadilishe. Yesu anakuita toka kwenye dhambi, toka kwenye dhambi, toka kwenye ulevi. Anakuita Yesu. Mpokee mwanaume huyu aingie ndani yako ili uwe salama, ili ubaki salama. Wako watu ambao hawalali usiku kwa sababu roho za uchawi zinawafuatilia, lakini nataka nikwambie, ukimkubali Yesu akiingia ndani yako utakuwa salama. Hakuna kumina na wachawi, maana wachawi hawana nguvu ndani ya Yesu. Wachawi ni wadogo zako na Shetani. Yuko Yesu Kristo ambaye alishinda kifo na mauti pale msalabani. Akiingia ndani yako atakuweka mahali pazuri. Akiingia ndani yako utakuwa salama. Akiingia ndani yako utang'aa. Kwa maana Biblia inaniambia nayo nuru ya gizani wala giza halikuiweza. Yesu ni nuru. Akiingia ndani yako utakuwa nuru tu. Upo kwenye giza mdao, lakini nataka nikwambie, Shetani amekufunga. Upo kwenye giza, lakini Yesu akiingia ndani yako atabadilisha maisha yako. Utakuwa nuru tu, utakuwa nuru tu, kwa sababu Yesu ni nuru ya ulimwengu. Mpokee Yesu jioni ya leo. Abadilishe maisha yako, abadilishe historia ya maisha yako. Patana na Yesu jioni ya leo akubadilishe. Ewe mama yangu, ewe baba yangu, ewe binti yangu, mpokee Yesu akubadilishe. Achana na anasa za kidunia, achana na anasa za kidunia, achana na ulevi, achana na dhambi, achana na uuni. Wauni sisi tulio ndani ya Yesu, tunadunda na Yesu, tunadunda na Yesu, kwa sababu amejaa ndani yetu. Hata tukiwa pale kanisani tunaanza maombi, tunasema rapu kata ya lema, kwa sababu Yesu amejaa ndani yetu. Hakuna mchawi yote atakayethubutu kutugusa na roho na leo. Mkubali Yesu ili uwe salama, mkubali Yesu ili ulinde, mkubali Yesu ili uwe salama, kwa sababu huyu madamu alitufia pale msalabani ili tuwe huru. Mkubali Yesu ili uwe huru. Ningesema Yesu ni njia ya kweli na uzima. Hata kama umesumbuliwa muda mrefu, lakini huyu Yesu akiingia ndani yako utakuwa salama, utakuwa salama, utakuwa salama. Mkimbilie Yesu ili uwe salama. Mkimbilie Yesu ambaye ni nuru ya ulimwengu. Alikuja hapa duniani kwa ajili yako, mimi na wewe, ili tuokolewe. Tumkimbilie yeye, yeye peke yake ambaye ni njia ya kweli na uzima. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana. Asante sana. Shangilia jina lenye power, shangilia jina lenye nguvu, shangilia jina la Yesu. Mahali popote shangilia jina lenye power, jina lenye nguvu. Ile jina likitajwa wachawi wanakimbia, ile jina likitajwa nguvu zake zinatolewa. Shangilia jina la Yesu, shangilia jina la Yesu, shangilia jina la Yesu. Damu iliyokoka, shangilia jina la Yesu, shangilia jina la Yesu. Jina lenye power, jina lenye power, jina lenye power, jina lenye power. Hebu shangilia jina la Yesu. Mama yangu nataka nikueleze, inawezekana umesumbuka
umesumbuka na dhambi, ila sioni ya leo nimemleta Yesu ambaye anaweza kubadilisha historia yako, ambaye anaweza kubadilisha maisha yako, ambaye anaweza kukutoa kwenye dhambi. Inawezekana umesema siwezi kutoka kwenye dhambi, ila sioni ya leo nimemleta Yesu, Yesu ambaye anaweza yote, Yesu ambaye Yesu zamani, Yesu anaweza. Inawezekana umesumbuka na ulevi, umesumbuka na dhambi, umesumbuka na uzinzi, umesumbuka na ukahaba. Yuko Yesu ambaye anaondoa kiu ya ukahaba. Yuko Yesu ambaye anaondoa kiu ya ulevi. Yuko Yesu ambaye anaondoa kiu ya dhambi. Ukimpokea jina leo, ataondoa kiu ya dhambi, ataondoa kiu ya ulevi, ataondoa kiu inayokutesa.